Tabarĩra ya njera-inĩ citũ mwaka wa 2024 nĩ tũraingĩrire njera na gũcemania na andũ manakorwo magĩtungata thirikari-inĩ. Ũmwe wao nĩ Nahashon Mutua ũrĩa warĩ OCS wa ceceni ya Ruaraka gũkũ Nairobi, hamwe na mũndũrũme o ũngĩ warĩ abithaa wa mĩtitũ gũkũ bũrũri-inĩ andĩkĩtwo nĩ thirikari. Tathikĩrĩria thabarĩ ciao cia njera matungatĩre kĩoho thirikari-inĩ o ĩrĩa matungatagĩra. Mimi kwa majina yangu naitwa Nahashon Mutua. Niko Kamiti prison wakati huu. Nimefungwa hukumu ya kifo na koti. Kabla sijakuja jela, mimi nilikuwa OCS katika station ya Ruaraka Police Station, ambapo nilikuwa nimehudumu kama OCS wa hiyo station. Aga ona anene ni mohagwo. Hukumu ya maisha inamaanisha niishi maisha yangu yote jela hadi kufa. Si nia na kupanga. Sheria iliamua niishi jela, lakini ninajua kwamba Mungu atakuja wakati mmoja nitatoka jela. Niko na imani kwamba sitakaa jela maisha yangu yote. Ni jambo la kushangaza OCS akiwa jela, lakini nchi hii iko na sheria, na sheria ikisema uende jela haijalishi unakuja uwe nani ama nani. Na nilipokuja jela nilikuwa na maswali mengi kama yale ambayo uko nayo, kwa sababu hii jambo lilipata tu. Lakini sasa nikakubali kwamba mimi niko jela, ni OCS, na nikaanza maisha mapya kama mfungwa. Uyu arajira kwena aingĩ mejera ni ũndũ wake. Nikiwa OCS Ruaraka Police Station nimefungisha watu wengi, kwa sababu OCS ndio ana sign charge sheet ya kila mfungwa ambaye anapitia Ruaraka Police Station. So inawezekana wale watu wote walifungwa wakati nikiwa OCS kwa muda wa miaka karibu 5 sasa walikuwa wamefungishwa na mimi, na wengi wako jela wakati huu, wengine tumekutana baada ya kutoka jela, kwa hivyo ni wengi. Siwezi sema ni Mungu analipishia hawa, kwa sababu mimi nilifanya kazi yangu honestly kama vile ambavyo nilifunzwa. I am a police officer by heart, and anytime I remain a police officer. Hata hapa jela utapata kwamba mimi ni mwadilifu katika hali yangu na katika mambo yangu ambayo nafanya. Kwa hivyo kazi ya kuwa police officer sio kitu ya kufunzwa tu, pia wewe unafaa kujitolea, kwa sababu ni mwito. Na nilifanya kazi yangu kama mwito, nikatumia sheria vile inatumika, sikuwekelea mtu makosa, na nilifanya kulingana na ile ushahidi ambayo ililetwa kwangu. Rugano rwa Nahashon Mutua ni rwa mwanya muno. Kuwa nimehitimu, nimeenda shule, nimesoma, nimefika mpaka nilikuwa chuo cha kikuu cha Moi nikisomea engineering. Baadaye nikapata kazi ya kuwa afisa wa polisi, nikaanza kama constable wa polisi, na kwa sababu ya utendakazi wangu mzuri nikapanda vyeo mpaka nikakuwa OCS. OCS inamaanisha kwamba nilikuwa chief inspector wa polisi wakati huo. Kuna kesi ambazo polisi hawafanyi uchunguzi kamili. Kwanza hii yangu ni moja ya kesi ambazo kungefanywa uchunguzi vizuri singekuja jela. Uchunguzi wa kesi yangu ulifanywa ukiwa umeegemea upande mmoja, kwa sababu nilikuwa OCS. Lakini ni kweli kama kesi zingekuwa zinafanywa uchunguzi vile inastahili, watu wengi hawangekuwa jela, kwa sababu watu wengi wanafuata emotions ya kile ambacho kimefanyika. Na unapata kwa sababu ya hiyo mahasira ya nini ya kurecord statement wakati huo, inafanya watu waseme kile ambacho hakikuwa haki, na watu wengi wanajipata jela. Sina hofu moyoni, nikipewa second chance naweza wasaidia Wakenya wengi, kwa sababu mimi ni mtu ambaye ni mwadilifu na ninajitolea. Lakini iwapo kama vile imeandikwa kwa makaratasi sitatoka jela, bado nafanya kazi muhimu. Nasaidia watu, ninawasaidia kujielewa, na ninafanya kile ambacho Mungu ananifanya ninaridhika kwamba nawasaidia. Na mimi si mtu ambaye nimepotoka. Ninasaidia sana na nitajisaidia, na sitakufa moyo, nitaendelea kujikakamua. Nahashon Mutua arauga utungata wake kuri bũrũri ndũbatie gũthinekanio. Niko na familia, niko na mke, na niko na watoto 6, wasichana 4 na vijana 2. Pia niko na wajukuu 2 na wanaendelea vizuri. Kwa familia yangu na wasalimu, wanajua niko hapa jela na wanajua kwamba mimi sikutenda kitendo kibaya. Kwa hivyo ninawaambia tu mkuwe wagumu, mjihifadhi. Mungu siku moja atatenda, nitatoka mahakamani, nitatoka jela. Nilikuwa na hiyo bitterness, singependa mtoto wangu awe polisi, kwa sababu kuna mambo mengi kwa polisi ambayo hayako sawa. Polisi hachungwi na wakubwa wake vile inastahili, na wakati kitendo kimetokea anaachiliwa, anakuwa sasa amebeba mzigo peke yake, na kitu ambacho kingeangaliwa vizuri hangekuwa jela. Mimi mpaka sasa sijapata any benefits ya kazi ya polisi, isipokuwa ule mshahara nilipata mpaka wakati nilisimamishwa.
Tabarĩra ya njera-inĩ citũ ithiĩte na mbere kũhungura njera itiganĩte na kumbũrania ndeto cikĩmako, gĩthomo na ũguũrio wa maũndũ maingĩ, itanya rĩrĩ gũthomithia, kwagĩrithia na gũteithia. Ũmũthĩ tabarĩra njera-inĩ nene ya arũme ya Nyeri. Mimi jina langu naitwa Daudi Lugar, natoka sehemu za Samburu. Sura 10 ndimeshikwa na mimi mwenyewe mwenyeji ya Maralal, iko naishi sehemu za milimani. Na ona tabarĩra igethaga, oho aya onao no methanaga na tabarĩra. Nimeamua sasa, ngasema sana, ngasumbuka sana kutafuta kibe. Nimetafuta sana mtu anaitwa kibe. Ningaona kwa TV kibe kuwajoji wafunga. Na ngaambia maafisa ya Uingereza ya Nyahururu, nataka nionyeshe mtu anaitwa kibe. Iko maelezo nataka kueleza. Kwa vile sasa mmekuja, Mungu naye ni mema na Mungu ni mzuri na Mungu anajua vile anaendesha. Wewe umekuja, tumeonana na wewe. Sasa ndio kuelezea kizuri bila hii kesi sasa mimi niko naye bila diko. Muthuri uyu niwe turaranĩria nake ũmũthĩ. Ndio nimesema mimi sasa baada kufungwa, nimefungwa sura 10, ingapeka eneo Naivasha. Naivasha nimepelekwa sura 10 mwezi wa 7 tarehe 7. Nimekaa huko Naivasha 13 years. 13 years ingatolewa, ingapelekwa Nyahururu. Tarehe 7 mwezi wa 7 ingakaa mwaka moja Nyahururu. Baada sasa ingaletwa tarehe 4 mwezi wa 10 ingaletwa King'ong'o. Ndio sasa mimi wako hapa King'ong'o. Muthuri uyu ndarĩ na muthenya wa kuma njera, no hena mĩaka agũthĩte njera. Miaka 14 years sasa kwa hii, na mimi sina mbele au nyuma. Bado angali mimi kwa maisha Ingerezani. Kwa nini? Angali bado mimi nangojea matokeo ya performance, kama atanibashilia rais, kama atatoa amnesty. Kwa maana mwambie ngojea. Petition nimejaribu kujaza, ngambia wachane petition, ngojea performance ndio aende nyumbani. Rĩu igua ndeto haha wĩtigĩre thirikari. Ũyũ arutaga wĩra thirikari-inĩ ena mayũ, na rĩu moko-inĩ ma thirikari atarĩ na mayũ. Silimu 1983 mwezi wa 3 tarehe 3 siku ya Ijumaa. Nilikuwa nafanya kazi ya environment and kazi ya Forest Kenya Services. Nimeajiriwa 1979 serikali ya Moi. Ngakaa serikali ya Moi, ngakaa serikali ya Kibaki. Sasa ngaenda retire mwezi wa 2008. Ngaenda retire. Nikapata haki yangu. Ngada serikali kanipatia haki yangu ile niendelesha na watoto yangu. Mũgarũ na arĩa angĩ ũiguaga marehetwo njera nĩ andũ angĩ, ũyũ arehetwo njera nĩ mũndũ wa hakuhĩ mũno nake. Kunileta hapa ilikuwa tumesumbuka sana, kama yani bibi yangu ya pili. Bibi kubwa iko na bibi ndogo hiyo Msomali. Sasa mwenye kuleta mimi hapa ni Msomali, ndio nilete hapa. Wajua ya mali yangu, nataka kunyokoa mali yangu. Hakuna kitu kingine. Tumekaa sana na yeye kusumbuana sana. Mara natoroka naenda kwao na kurudisha. Mara natoroka kwao na kurudisha. Angali hata majirani wale ambao tunakaa na yeye machambani tupangana, animwambie mimi wachana hivyo mama. Hii mama dakika mwisho atapatiwa shida. Kwa maana tumeona mkondo yake bila naenda ya shida tu. Atakuwa yake shida hii mama. Nikamwambia kuhusu wacha mama hii bibi yangu, kwa maana amenisalia watoto, hakuna bila nitawachia yeye. Waje tuendeshane yeye mpaka dakika mwisho, na angali mimi ndio bwana yake. Hakuna bwana mwingine ambao ataenda kupeleka watoto aende kadishe. Mtoto wangu kwamba anaitwa Sara Daudi. Sara Daudi. Naambia mimi kwa ndani Ingereza, angali mimi ndatoka. Arauga indo ciake nĩcio ciakinyĩrĩtwo. Jaji ni mpunga kulingana mahitaji ya daktari. Daktari ana hakika kwamba mimi nimefanya makosa au hii mtu amefanya makosa. Angalia daktari yeye mwenyewe aliongwa
Madaktari sasa naungwa. Ukiangalia percent 90% ya watu wiko jela ya Jamhuri ya Kenya innocent case. Innocent. Wachache wamefanya makosa kwa ujinga hawa. Lakini kwa wengi imeshikishwa hadi kwa juu ya mali yao. Shamba, buloti, pengine mtu wako na magari, ambao mtu mtajiri, sasa anashikishwa hiyo hadipo. Hakuwa hapa ndani. Hakuweza kupata mali yangu sababu mali yangu iko ndani ya serikali, mkono ya serikali. Angeweza, hakuna njia ya kupotelea. Dokumenti zote mimi iko naye. Angeweza kufuatilia sababu hakuna bila atafuatilia kwa ile shamba alikuwa anakaa wa vijana mama kubwa akamwambia enda. Kwa maana mmefungwa baba yetu kwa njia ambayo haifai, wewe enda. Akaenda na watoto. Hadi sasa hivi watoto ndio anakaa kwa shamba yangu hadi sasa hivi. Aliwakilia kesi rais wasasi wake, madada zake, mandugu zake na mamjomba zake ndio amesema wake hii mtu refu ndio aingie jela, ndio kesi rais ishike kwa maana kesi nyingine hata weza. Hii kesi ndio rais ndio hiyo ambao natumika ni hii. Arauga thayo wake ukuonekana ona mweke wa kuma jela. Maisha jela mimi nakaa mzuri, angali hii watoto ndio mimi nafikiria. Maisha kwangu ndio mimi nafikiria. Kwa ndani ya Magereza bila tunakaa maofisa hawa, mimi sasa tutachichi ni hawa. Tunakaa kama manduku ndani ya Magerezani kutoka Naivasha, Nyahururu hadi sasa hivi Mkong'ong'o. Hawa ndio manduku. Sina disturbance yote na hawa. Au faili yangu jaribu. Au warranty yangu jaribu. Angali warranty yangu bado angali iko mzuri, para angali shughuli Mwenyezi Mungu atakubalia mimi nitoka katika Gerezani. Kuachiliwa na ngojea pharmacy ile information nimepatiwa na pharmacy angojea hawa ndio sasa uende nyumbani. Mfanyakazi wa serikali mzuri au kwa na mambo yote mimi kwa ndani ya serikali kwa ofisa ya serikali. Nimefanya paka tu ofisa anafurahia. Hadi sasa nikotoka kwenda nje, wananchi baada angali watanipokea. Kwa mmoja marafiki yangu wote baada ananipokelea ambao hata wanajua kwamba hii kesi ya mfunga tunaongeanga na hawa kwa pharmacy kwa welfare. Hii kesi yako kaa ndani Gerezani ujue siku kwa mwisho utatoka ujue je kesi ni ya uongo. Ambao sisi tumechunguza hii kesi ni ya uongo. Mali yako ndio mmekuweka ndani ya jela. Ararekereria na mahoya tugitigana. Nimesema kwa Uislamu a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alaihim. Mola wangu hakuna mtakao mwingine mafidiwa kwa ni wewe ni afidiwa katika dunia mzima. Wewe ndio Mola. Wewe ndio unajua kila kitu. Unitoa katika jela ni ile niende katika shiriki na watoto wangu inshallah. Ni thini wa tafarira ya jera-ini citũ no umenye uyu ari afitha wa Kenya Forest Service nikuruta wira ari afitha wa mititu guku bururi-ini akirutira wira thirikari arigereria na thirikari thene kuonagwo maundu.